Hivi, ushawahi kufikiria kuwa labda nguvu yako kubwa zaidi ya mawasiliano haitoki kwenye maneno unayosema, bali inatoka kwenye maneno unaoamua kutoyasema? Leo tunaenda kuangalia wazo hili la kushangaza kwamba ukimya sio tupu, la hasha, ni zana yenye nguvu isiyo na kifani. Hili sasa ndilo swali la msingi, si ndio? Yaani, ni wakati gani hasa kukaa kimya kunakuwa na uzito mkubwa kuliko maneno yote unayoweza kuyatamka? Hebu tuingie ndani zaidi tuone, majibu yanaweza yakakushangaza. Sawa, tuanze na sehemu ya kwanza, joto la papo hapo. Hii inahusu nini? Inahusu jinsi ya kudhibiti hisia zako pale mambo yanapochemka, na tutaona jinsi ukimya unavyokuwa silaha yako ya siri. Kanuni yetu ya kwanza, na hii ni muhimu sana, ni rahisi kusoma lakini ngumu kutekeleza. Nyamaza unapokuwa na hasira kali. Wote tumeshawahi kuwa hapo, pale hasira inapopanda na unataka tu kulipuka. Hapa ndipo mtihani unapoanzia. Sasa, kwa nini hii kanuni ni muhimu hivi? Fikiria akili yako ikiwa na hasira. Ni kama gari la mwendo kasi lililofeli breki. Linakimbia tu. Ukimya, huo ndio unakuwa breki yako ya dharura. Unajipa sekunde chache tu za kuzuia ajali ya maneno ambayo utakuja kuyajutia, na unaipa akili yako yenye busara nafasi ya kuchukua usukani. Na hii inatupeleka moja kwa moja kwenye kanuni namba 2, ambayo inahusiana sana na ya kwanza. Iko wazi kabisa: nyamaza kama huwezi kusema bila kupiga kelele. Hii ni hatua nyingine muhimu sana ya kujizuia. Ukweli ni huu, na unauma kidogo. Unapopiga kelele, ujumbe wako unafia hapo hapo. Watu hawasikilizi unachosema, wanasikiliza tu ile sauti kubwa, wanajilinda. Lakini ukimya unafanya kitu cha ajabu. Unawalazimisha watulie na kusubiri. Na kwa kufanya hivyo, unarudisha nguvu kwenye hoja yako. Sawa, tumeona jinsi ya kudhibiti dhoruba ya ndani. Sasa, hebu tugeuze mtazamo. Tuangalie jinsi ukimya unavyokuwa kama ngao inayolinda mahusiano yetu na watu tunaowajali. Hapa ndipo tunapoona nguvu yake ya kijamii. Hapa unaona picha 2 tofauti, lakini zinazungumzia kitu kimoja. Kuna yale maneno makali yanayoweza kuvunja urafiki wa miaka mingi, na kuna yale maneno madogo tu yanayoumiza hisia kwa muda mfupi. Ukimya, unajua, unakulinda na vyote viwili. Ni kama kujiuliza swali rahisi kabla ya kuongea: haya maneno yatajenga au yatabomoa? Na hii sasa inatuleta kwenye kanuni ya 3, ambayo ni ya kujilinda kabla ya tatizo kutokea. Unaijua ile hisia ya kutaka kumkosoa mtu? Yaani unachemka tu. Basi, kabla hata neno la kwanza halijatoka kinywani mwako, kanuni inasema nyamaza. Na katika huo ukimya mfupi, unapaswa kujiuliza swali la msingi: hivi, ninachotaka kusema sasa hivi ni kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu kweli, au ni kwa ajili tu ya kumuumiza na kujisikia vizuri? Huo ukimya unakuwa kama kichujio cha nia yako, na ni muhimu sana. Okay, sehemu yetu inayofuata inazungumzia hatari ambayo wengi wetu hatuioni, yaani gharama ya kueleweka vibaya. Hapa sasa, ukimya sio tu ngao ya hisia, bali ni zana ya kimkakati ya kulinda maana halisi ya maneno yako. Na hapa ndipo kanuni ya 4 inapoingia, na hii ni ya maisha kabisa, iwe kazini au nyumbani. Nyamaza kama maneno yako yatatoa picha isiyo sahihi. Hii ni kuhusu kulinda sifa yako na jinsi watu wanavyokuchukulia. Uweka hili akilini. Ni afadhali ukae kimya na watu wadhani labda hujui, kuliko ufungue mdomo nao uthibitishe hawajakosea. Ukieleweka vibaya, hasara ni kubwa. Ukimya unakupa ule muda wa dhahabu wa kusitisha, kufikiri upya na kupanga maneno yako ili ujumbe wako ufike sawa sawa. Okay, tumezunguka kwenye hasira, mahusiano na mawasiliano. Sasa, swali ni, je, kuna kanuni moja kuu inayoyaunganisha haya yote? Kama uzi mmoja unaoshona kila kitu pamoja na kukipa maana? Na jibu ni ndiyo, ipo. Na ni hii kauli rahisi lakini yenye uzito mkubwa: ukimya wenye maana daima ni bora kuliko maneno yasiyo na maana. Kama kuna kitu kimoja tu cha kukumbuka kutoka kwenye maongezi yetu ya leo, ni hiki:
Na kwa kumalizia, ninakuachia swali hili, si la kunijibu mimi, bali la wewe kujiuliza. Kuanzia leo, katika mazungumzo yako yajayo, ukimya wako utasema nini? Je, utautumiaje kama nguvu yako? Fikiria hilo.